Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Wapendwa wana wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ni shangwe na furaha katika kigango chetu cha Ibumila kwamba tumefikiwa na msalaba wa hija. Tutasikia katika Injili takatifu kwamba Yesu anazungumza, yupo katika mazungumzo na yule Farisayo anaitwa Nikodemo, na anamwambia kwamba kama Musa alivyomuinua nyoka wa shaba kule jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Mtu itampaswa kuinuliwa. Kama mnavyoona, alizungumza juu ya kuinuliwa kwake mwenyewe juu ya msalaba. Kwa lengo gani? Anasema ili kila aaminie apate kuokoka, apate uzima wa milele. Wanaopuuza shauri yao, yeye amesema kila aaminie Mwana wa Mtu akisha kuinuliwa kwa msalabani atapata uzima wa milele. Ni furaha kwetu kwa sababu nina uhakika kwamba wote tulipo katika kusanyiko hili tunaamini kwamba ukombozi wetu umetujia kwa njia ya msalaba huu mtakatifu. Karibuni katika adhimisho la Ekaristi Takatifu. Zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira wa rehema, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tusimame. Utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu walioridhia. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Ee Bwana Mungu, mfalme wa mbinguni, Mungu Baba Mwenyezi. Ee Bwana Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, mwenye kuondoa dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwenye kuondoa dhambi za ulimwengu, pokea ombi letu. Mwenye kuketi kuume kwa Baba, utuhurumie. Kwa kuwa ndiwe uliye peke yako mtakatifu, peke yako Bwana, peke yako uliye juu kabisa, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amina. Tuombe. Ee Mungu, ulitaka mwanao pekee ateswe msalabani ili kuwaokoa wanadamu. Tunakuomba utujalie sisi tuliojua fumbo lake hapa duniani, tustahili kupata thawabu ya ukombozi wake huko mbinguni.
kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Hesabu. Siku zile jangwani watu walimnung'unikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto katika watu, wakawauma. Watu wengi wakafa. Kwa sababu tumemnung'unikia Mungu, na wewe umetuombea kwa Bwana, basi utuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya ishara ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti. Hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Neno la Bwana. Msisahau matendo ya Mungu. Kitikio: msisahau matendo ya Mungu. Enyi watu wangu, sikilizeni sheria yangu, tegeni masikio kwa maneno ya kinywa changu, na nifunue kinywa changu kwa mithali, niyatamke mafumbo ya kale. Kitikio: msisahau matendo ya Mungu. Alipowaua ndipo walipokuwa wakimtafuta, wakarudi wakamtaka Mungu kwa bidii, wakakumbuka kuwa Mungu ni mwamba wao, na Mungu aliye juu ni mkombozi wako. Kitikio: msisahau matendo ya Mungu. Lakini walimdanganya kwa vinywa vyao, wakamwambia uongo kwa ndimi zao, kwa maana mioyo yao haikuwa thabiti kwake, wala hawakuwa waaminifu katika agano lake. Kitikio: msisahau matendo ya Mungu. Lakini yeye kwa kuwa anayo rehema, husamehe uovu wala haangamizi. Mara nyingi huipishia mbali ghadhabu yake, wala haiwashi hasira yake yote. Kiitikio: msisahau matendo ya Mungu. Yesu Kristo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba.
Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Shangilio. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yesu alimwambia Nikodemo, hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani Mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Neno la Bwana. Tuendelee na matoleo. Wetu Yesu Kristo amemtolea Baba yetu wa mbinguni maisha yake msalabani, ili atupatanishe naye. Ee Baba wa huruma, utujalie. Itikia twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Msalaba utukumbushe mapendo makubwa ya Kristo na uamshe shukrani mioyoni mwetu kiitikio. Twakuomba utusikie. Msalaba uwe bendera ya Wakristo na alama ya ushindi wao kiitikio. Twakuomba utusikie. Msalaba ututie nguvu katika mateso na hatari, tuombe. Twakuomba utusikie.
Tutumie ishara ya msalaba kwa kuungama imani yetu kiitikio. Twakuomba utusikie. Tutumie ishara ya msalaba kwa kuwafukuza pepo wabaya na washawishi kiitikio. Twakuomba utusikie. Marehemu wote waliowekwa muhuri wa msalaba mtakatifu wapokelewe katika ufalme wako kiitikio. Twakuomba utusikie. Mungu, umeuweka msalaba uwe ishara ya ukombozi wetu na alama ya mapendo yako kwetu. Twakuomba utupe neema ya kuchukua msalaba wetu pamoja na mkombozi kwa mapendo makubwa, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa baraka yetu sisi na kwa sadaka watu watakatifu. Ee Bwana, tunakuomba sadaka hii itutakase maovu yetu yote, sadaka ambayo iliondoa maovu ya ulimwengu mzima katika altare ya msalaba, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo.
Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe ulileta wokovu wa watu katika mti wa msalaba, ili pale mauti yalipoanzia, pale pale pawe chanzo cha uzima. Na yule mwovu aliyeshinda zamani katika mti pia ashindwe kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake malaika usifu adhama yako, enzi ukuabudu, na mamlaka ukupigia magoti wakitetemeka. Mbingu na nguvu za mbinguni na waserafi wenye heri wa kuadhimisha pamoja kwa shangwe. Tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukisema kwa sauti ya unyenyekevu: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana, kweli u mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote. Tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Romanus na Waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia, wakiwa na tumaini la ufufuko,
na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Agnes na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Tusimame kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kuijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, Na iwe rohoni mwako. mpeane amani. Uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Ee Yesu, mkate wa mbinguni, ninakutamani. Uje kwangu uwe uzima wa miili yangu, uje chakula cha roho yangu, unitie imara. Uje mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi zangu. Uje mganga wa roho, uponye udhaifu wangu. Uje ee Yesu, uungane nami. Amen.
nitawavuta wote kwangu, asema Bwana. Tuombe. Bwana Yesu Kristo, baada ya kulishwa kwa sakramenti yako takatifu, tunakuomba kwa unyenyekevu, sisi uliotukomboa kwa mti wa msalaba, utufikishe kwenye utukufu wa ufufuko, unaishi na kutawala milele na milele. Tujipongeze sote tuliofika katika hija ya leo. Nitumie nafasi hii pia kumshukuru frateri wetu kwa mafundisho aliyotupatia, lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru viongozi wa halmashauri ya walei parokia pamoja na makatekista wa hapa Ibumila pamoja na tuliotoka naye parokiani Mgama. Niwashukuru pia wanaohusika na ulinzi na usalama wa msalaba wetu, lakini pia niwashukuru hawa. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025. Basi awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu, yeye aliyetuwezesha kufika katika semina hii ya jubilei kuu ya mwaka huu. Tumshangilie Mungu kwanza. Basi jambo la kwanza ni kushukuru baba paroko kwa kutulisha neno la Mungu, baba frateri, walinzi wetu na viongozi kutoka jimboni, parokiani, makatekista kwa ujumla. Tunasema Mungu awabariki sana. Basi nipende kutoa neno kwamba semina hii tufanye tuwe tumepona katika roho zetu. Kila mmoja nafasi hii aifanyie kazi. Kama hujabatizwa basi chukua nafasi. Kama hujarudi katika sakramenti basi ni wakati wako. Kama hujarekebisha ndoa basi ni sehemu yako. Isipite mwaka huu wa huruma ya Mungu ukawa bado huko nyuma. Mungu atachukia sana. Kwa hiyo kila mmoja achukue nafasi kujikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Hongereni wana Ibumila kwa ajili ya kupokea msalaba. Asante sana. Basi ni mshukuru baba paroko kwa ajili ya kutuendeshea misa pamoja na semina. Ni mshukuru frateri, ni washukuru makatekista, ni washukuru halmashauri kwa maandalizi mazuri. Nafikiri kwa kigango hiki kama nilivyosema pale awali kwamba nakumbuka mwaka juzi tulipita tu kule, lakini basi temu hii jimbo limetufikiria kwa namna fulani kwamba tuweze kupita kigango kwa kigango kulingana na ratiba. Na tunatumia muda mfupi. Awali tunapoandaa ratiba ilikuwa inaonyesha hapa tungeweza kulala, lakini baadaye imekuja kuonekana kwa sababu ya Dominika ya jana msalaba hautembei, ndio maana tukafikia hatua ya kuona tufike kwa muda angalau masaa 2-3, halafu baada ya hapo tuondoke twende kigango kingine. Kwa hiyo tunachopasika kukifanya ni kwamba tujiandae, tukae mkao wa safari. Siku zote kwenye mkao wa safari hakuna anayetegemea safari yake ukomo wake ni lini. Hata unapoondoka tu au ninapoondoka tu kwenda mjini, huwa siwezi kujua kwamba je, naondoka naenda Iringa mjini, je nitarudi salama. Hicho kitu hakipo kwenye mawazo ya kwetu. Maana yake tunachopasika kujua ni kwamba uhai wetu na maisha yetu yapo mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Asante. Mnayemwona upande wangu wa kulia, kwa maana aliye karibu yangu, ni makamu mwenyekiti. Yeye ni mwenyekiti wa kigango cha Itwaga, anaitwa Espedito Nyangwa.
lakini wa pili mnamfahamu, anayefuata pale kwake, na yeye ni kiongozi wetu wa parokia ambaye ametokea kigango hiki cha Ibumila. Anayefuata pale anaitwa Mama Segesela au Emerita Sikeve, yeye anatutuzia mfuko. Basi tutaona tunapungukiwa na katibu wa parokia, yeye yupo safarini kwa maana ya alipatwa na msiba. Kwa hiyo basi tunajua taarifa zetu zimekaaje. Kwa hiyo tumekaa kwa mfumo huo, lakini basi naomba mrudi, halafu nitambulishe wale walinzi wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi,